Mambo vipi? Habari gani? 24 Bruno. Kuna jambo nataka niongelee leo. Hili jambo mara nyingi huwa linatusumbua sana nchi za Kiafrika. Kitu kinaitwa muonekano, right? Na sisi tumetengenezewa fikra au fahamu za kudhani kwamba muonekano fulani umebeba kitu fulani. Muonekano wa mtu fulani umebeba jambo fulani, right? Lakini kumbe sio kweli. Ukiangalia kama nchi zilizoendelea kama Marekani au vipi na nchi nyingine zote ambazo sisi tunazitazama kama ndo nchi zilizoendelewa, huwa hawajari kabisa kuhusu muonekano wa mtu, right? Yani huwa muonekano sio kipaumbele. Mtu staili zake anazozifanya, pengine anapovaa, au ameamua kuachia nywele zake, ameamua kuvaa puli, sio shida yoyote. Lakini unapokuja kwetu Afrika, mtu anapokuwa labda ameachia nywele, watu wanamtafsiri vibaya, ni ngumu sana kuaminika. Na hata kwenye mahusiano na vitu vingi, watu wengi wanadhani huyu mtu ana taswira au ana fahamu ana nini, ndio picha ambayo imejijenga, lakini kumbe si kweli. Kwa wakati huo huo unasema mtu fulani yuko hivi, unakuja kwa mfano kuna msanii anaitwa J. Cole, kuna msanii anaitwa Kendrick Lamar. Ukiangalia mionekano yao, mfano wangekuepo Afrika, kila mtu angeona kwamba taswira ya hawa watu sio watu wa makini. Lakini ukiangalia vitu wanavyoviimba, unakuja kujua kwamba ni watu ambao wanafikiria sana na ni watu ambao wana mawazo mazuri na wanaweza wakabadilisha mtu. So fikra ya kudhani kwamba mtu akifuga nywele au mtu akivaa heleni, pengine wanadhani ni mtu ambaye amekuwa anakiuka maadili. Na maadili yetu kweli, kuna mila, kuna desturi, lakini kuna vitu inabidi tuviache ili tuendelee kusonga mbele, right? Kuna vitu inabidi tukubali kwamba sasa imefikia mwisho, hatuwezi kuenda navyo tena mbele kwenye safari yetu. Ndio maana hatua za ukuaji zipo. Kwamba mimi ninapoamua sasa, okay, nataka tu niachie nywele yangu. Kuna mwingine huwa hapendi muda anaospendi kunyoa, pengine huwa hapendi kufanya vitu hivyo, pengine mtu mwingine anapenda sanaa, anajichora tattoo katika mwili wake, lakini wengi wameaminishwa kwamba tattoo ni uhuni au ni dhambi. Ukichora tattoo au toenda mbinguni. Ni kitu ambacho si kweli. Si kweli. Tattoo haimaanishi matendo ya mtu. Tattoo haijabeba utu wa mtu. Sijui unanielewa? Mtu kama wewe ni mbaya, ni mbaya tu hata usipokuwa na tattoo. Mtu kama wewe ni mkosefu, ni mkosefu tu hata ukiwa umenyoa raw cut, right? So muonekano wa mtu hauhusiani chochote na matendo yake. Mtu aangaliwe kwa matendo yake na vile anavyovifanya, na si muonekano. Mtu anapoamua kuachia jambo fulani, kufanya jambo fulani, anakuwa anataka uhuru wake, na pengine ndo amani yake inapatikana kwenye hilo jambo. So unapokuwa unaingilia na kuanza kumtreat au kumuona kama hafai, ni unataka mtu awe ambaye sio yeye. So ndo maana kwetu Kiafrika ni ngumu sana mtu kuwa anavyotaka, kwa sababu there's so many judgment, there's so many disappointment. Inaanzia kwenye ngazi ya familia. Unashangaa mzazi hawezi tena kukusikiliza kwa sababu ya kitu fulani, na mara nyingi huwa wanaogopa watu watatuonaje. Lakini mimi ninachotaka kuambia, muonekano wa mtu hauna uhusiano wowote na matendo yake na tabia yake. So tuache kumjaji mtu kulingana na muonekano wake. Mimi kwa umri niliofikia na ufahamu nilioupata, naweza kumkumbatia mtu mwenye tattoo au mwenye nini, mwenye nywele zilizo rafu, kuliko mtu ambaye anajifanya yuko smart na kati siye smart kama anavyojifanya, right? Watu wengi walikimbilia kwenye kuonekana vizuri, kunyoa raw cut, wanadhani kwamba ili waonekane wako smart, lakini kiuhalisia they got nothing, right? So the main thing kuwa nacho ni akili nzuri, sawa? Akili ya kung'amua, common sense, that the most important things cha mwanadamu kuwa nacho. Muonekano ni mapambo tu, na ni mtu anaamua aonekane vipi. That's a good thing, right? 24 Bruno.